Mkristo aliyeokoka analeta libaya ya mkono moja. Hii ngambo mkono uko hapa, na hii ngambo hakuna, ni dhambi. Wewe hauko nuru katika giza. Hauko nuru katika giza. Wanatoka Gremi, wanatoka fasi zingine, wanajitoa kwa ajili ya Mungu. Haleluya. Wanajitoa kwa ajili ya Mungu. Wakati tunapojitoa kwa ajili ya Mungu, tunampendeza. Haleluya. Hiyo ndio kazi ya shahidi. Umekuja kwa mkutano, mna shida, mna vingine, lakini umependa kumpendeza Mungu. Washahidi kwa sababu yeye ndiye aliyetuumba na maisha ya milele iko katika mikono yake. Tumalizie. Maneno ni mengi lakini tuyakate. Waache mengine kama tutapata muda siku nyingine. Neno la tatu, Mkristo ni nuru katika giza. Haleluya. Mkristo ni nuru katika giza. Mkristo ni nuru katika giza. Mathayo 5 mstari wa 14. Tufike 16. Tano 14. Ndiyo. Nyinyi nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusikirika ukiwa juu ya mlima. Ndiyo. Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi. Bali juu ya kiasi. Nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Ndiyo. 16 ndio mwisho. Hivyo nuru yenu na iangaze. Wakati kuyaona haleluya. Wamtukuze Baba yetu. Mbinguni. Haleluya. Nuru. Yesu anawaambia wanafunzi, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ninyi ni nuru. Maana yake ninyi Wakristo ni nuru ya ulimwengu. Na kondisioni kwamba ile nuru yenu ile iangazie watu walio pembeni yenu, wapate kuona nuru ya Mungu, nuru ya wokovu, na waje kufuata ile nuru, nao wapate uzima wa milele. Haleluya. Amena. 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 Wenzangu wanaume, tuwe nuru sisi. Niwaambie, mwenzetu mmoja alikuwa nuru, alifanya nuru. Hata yule alifanyia nuru akaona kwamba mimi ndiye mdhaifu, ndiye mpotofu, mimi ndiye mwenye dhambi. Huyu ndiye Mkristo shahidi wa kweli. Haleluya. Alikuta yule ndugu yake kwa kitanda chake na mke wake, akamwambia, ndugu yangu, simama, vaa viatu, vaa nguo zako, nenda zako, ninakusamehe na Mungu akusamehe. Amzema tumenebia kwa kabila yetu ingekuwa tu anamuona vile na anaenda ukamata mpanga pale na kuja kupiga pale anaua. Niliharibishia vitu yangu ya shambani yake. Anaua. Lakini Kristo ni nuru katika giza. Alisamehe yule bwana, akamsamehe bibi yake. Hivi ni karibu miaka 13 wako pamoja na mke wake, na yule bwana aliokoka. Haleluya. Ukisema hapa wamoja wanaweza kumfahamu. Mkristo ni nuru katika giza. Katika familia yako uko nuru.
katika familia yako uko nuru au uko giza? Wakristo wengi ni giza katika familia. Hao ndio wachonganishi ndani ya familia. Anatoka hapa anaenda pale, anatoka hapa anaenda pale. Familia inaingia vurugu, inapasuka, watu hawaonani kwa sababu ya ule mtu wa kanisa. Mungu aturume sana. Lakini kazi yetu sisi wa Kristo ni nuru. Ni nuru, watu waone Yesu kutupitia sisi. Watu waone Yesu kutupitia. Kazi yetu katika familia, tuko waamuzi, tuko washauri, tuko walimu, tuko vielelezo, tuko watu wa kuvuta wengine kwa Yesu. Haleluya. Kama utakuwa vile bado ungali na kasoro. Jaribu kutengeneza uwe nuru katika giza. Haleluya. Uwe nuru katika giza, uwe nuru katika familia, uwe nuru katika jamii, uwe nuru katikati ya wenzako. Maana yake ile wokovu uliopokea ni nuru inayoangazia watu wote, na kila dhambi inakuja kupiganisha ile nuru, lakini ikifika kwako haifanyi kazi. Haleluya. Watu wanaona bibi yake ndio walipiga vile. Bibi yake walimpiga kupiga mpaka damu kuvia mkunya. Na anasema si bibi yangu simama. Bwana toka hapo. Unaona wengine wanasema kama ni mie vile hata Mkristo naweza kukuweka chini na mimi yule mtu namgusa na mimi nampatia. Hauko nuru tena. Sababu umeingia katika matope ya dhambi. Lakini pale onyesha Ukristo wako, onyesha pale. Kama ni mtoto wako anapigwa, kama ni bibi yako anapigwa, onyesha nuru kwa watu. Wewe hamua, uwe maamuzi. Bwana, unataka nini? Acha vile. Unaambia wengine, mkabaki ule ndugu yenu mbele. Na watu wanaangalia na ukalimtumia na wewe mtu. Huyu ni mtu gani? Mimi ni shahidi wa Yesu. Haleluya. Sitarudisha mabaya. Na hata katika nyumba zetu, katikati yetu na bibi zetu, lazima tuwe nuru. Mke wako ajue, aone nuru ya wokovu kwako. Na mume wako aone nuru ya wokovu kwako. Basi safari inaendelea, siku moja tunafika mbinguni. Haleluya. Haleluya. Tulisema hivi, Mkristo ni mwana wa Mungu, yule aliyezaliwa mara ya pili. Mkristo ni mwana wa Mungu, yule aliyezaliwa mara ya pili. Usiwe Mkristo tu sababu Mkristo. Tukasema Mkristo ni shahidi. Anasema yale aliyoona, na watu wengine wanasema huyu ni Mkristo huyu. Kweli. Unajua ile wakati Yesu anasulubiwa, ile wakati wapo kwenye moto, ujue kama yule mwanamke alisema hata kusema kwake kunafanana na huyu. Ni kwa sababu hivi ile lugha ya Yesu, ile ya Armenia yenye ilikuwa inasemekana Yerusalemu na yenye ilisemekana kule Nazareti kwao na Yesu vilikuwa tofauti. Kama hili tunasikiaka Kifaransa cha Quebec na Kifaransa cha basi nyingine. Lakini watu waliona ule mtu kichwa wewe huko lugha yake ya ule kweli. Anasema maneno kwa ile lugha ya Yesu ambao wanatumia kule Nazareti. Sema hata kunena kwake hamsikiki. Hata kunena kwake kuna mfanana Yesu. Haleluya. Ndio shahidi. Uwe mwana wa Mungu, Mkristo. Tafuta kuwa mwana wa
kwa kuzaliwa mara ya pili. Mkristo, uwe shahidi wa kweli ambaye unaeleza ukweli wa neno la Mungu na una vifaa vya kudefendre imani yako mbele ya watu wengine. Na mwisho, uwe nuru katika giza. Watu waone Yesu kwa matendo yako na kwa maisha yako. Na tukiwa vile, hii maombi itageuka. Tukiwa vile, tukiwa nuru katika giza, tukiwa shahidi wa Yesu kwa kweli, tukiwa wana wa Mungu kwa kweli, hii maombi itageuka. Lakini bado tunashindwa kuwa nuru, tunashindwa hata kwa mivalio yetu wa Kristo. Unaona, tunamchukiza Mungu sana. Mkristo aliyeokoka analeta libaya ya mkono moja. Hii ngambo mkono iko hapa na hii ngambo hakuna, ni dhambi. Wewe hauko nuru katika giza. Hauko nuru katika giza. Mavazi yako lazima yaonyeshe nuru katika giza, lakini hayana difference. Sisi ni nuru, sisi kila kitu chetu kionyeshe nuru. Kutembea kwetu kuonyeshe nuru, nguo zetu, mavazi vionyeshe nguo, hali yetu yote ya kimwili na ya kiroho ionyeshe nuru, kwa sababu ndivyo tunakwenda mbinguni. Ni nuru ya uzima wa milele. Haleluya! Na Bwana atubariki. Amen.